Safari inazidi kusonga mbele ya kuelewa kitabu cha Ayubu. Leo kama siku ya 11, kesho tutafunga masomo yetu. Asante tena asante kwa kuendelea kufuatilia mfululizo huu wa kuelewa kitabu cha Ayubu. Mungu akubariki rafiki mpendwa, akutakase na kushimamie. Tutaomba. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Bariki yule mtazamaji na umtakase Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Safari inasonga mbele kaka mpendwa na rafiki mpendwa. Siku ya 11 kuna jambo la pekee ambalo tunakuja kujibu toba ya Ayubu na ufunuo wa utukufu wa Mungu. Toba ya Ayubu na ufunuo wa utukufu wa Mungu. Hili ndilo somo la pekee ambalo tunataka kutafakari. Fungu yetu kuu, mahali ambako tunatosha fundisho hili tafadhali, ni Ayubu 42 aya kwanza hadi 6, na aya kubwa ambayo tunaisoma ni aya ya 5 na ya 6. Inasema hivi: nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa hiyo najichukia nafsi yangu, nami natubu katika mavumbi na majivu. Mungu abariki neno lake. Rafiki mpendwa, baada ya kuona Mungu anavyojitokeza katika maisha ya Ayubu, leo tunaona Mungu sasa. Tunaona Ayubu kwa kweli namna anavyoelezea, namna ambavyo yeye mwenyewe amemsikia Mungu. Ameona Mungu mwenyewe anaposema, amesikia sauti ya Mungu. Ayubu anakiri, Ayubu anaomba msamaha, Ayubu anakiri ukubwa wa Mungu. Mpendwa, Ayubu 42 aya ya kwanza na ya pili, Ayubu alisema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuiliwa. Mpendwa, Ayubu mwenyewe amemsikia Mungu anaposema, lakini elewa kwamba hapo ugonjwa wake haujapona. Maumivu yake hayaacha kumuumiza. Hajapotoka katika kipindi chake cha mateso, lakini amekiri Mungu yeye ni mweza vyote. Amelewa Mungu ana mamlaka yote. Yeye hahitaji mshauri Mungu. Mungu yeye hahitaji mshauri. Mungu hana mshauri yoyote. Hili ndilo kitu cha pekee ambacho Ayubu amekipata katika maongezi. Mungu anapoingia kwenye mimbari, Mungu anapoingia katika jukwaa la maelezo au la mjadala kati ya Ayubu na marafiki zake, Mungu anapoingia jukwani, Ayubu anamuelewa Mungu ni nani na anakiri uwezo wa Mungu. Funzo kubwa ambalo tunalipata hapa mpendwa ni kwamba imani ya kweli huanza pale ambapo tunakubali kuwa Mungu anajua zaidi yetu. Yaani tunapoona na kuelewa kwamba Mungu yeye anajua mengi kuliko sisi, hapo ndipo panaanza imani ya kweli. Imani yako imesimamia kwenye nini? Ayubu hajapona, lakini anakiri ukubwa wa Mungu. Jambo la msingi sana. Ayubu yeye mwenyewe anajiikalia hapo. Unamkuta Ayubu anajiikalia, lakini anakiri ukubwa wa Mungu. Fundisho la pekee: usichunge Mungu anjefanya miujiza ndipo utaelewa kwamba Mungu anaishi. Acha nikwambie, hata kama Mungu haponyeshe mtoto wako, haponyeshe ugonjwa wako, hafanye kile unachokihitaji, elewa Mungu anaishi. Elewa Mungu yu hai, na uelewe Mungu anakulinda. Ayubu alikiri ujinga wake. Aya 3, nilisema mambo nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu mno kwangu nisiyoyajua. Ayubu anakiri upumbavu wake. Hii ni tofauti kati ya maneno yake ya mwanzo na maneno yake anapokuwa amemuelewa Mungu ni nani.
Kuna vitu vingi ambavyo vinatutesa, vinasumbua unyumba wetu, vinasumbua hata mabaraza zetu, vinasumbua dini, vinasumbua imani yetu, vinasumbua katika kazi, kwa sababu hatujamwelewa Mungu. Tukimwelewa Mungu namna alivyo, hata mwelekeo wako utabadilika mpendwa. Namna yako ya kutazama maumivu, namna yako ya kujadili pambano linalokuwa mbele yako, utalijadili tofauti. Utaenda na mambo tofauti. Wakati Ayubu alipotambua Mungu, alikiri ukubwa wake. Hajapona hapo, aliona ujinga wake. Ndio maana nasema ni mambo ambayo nilikuwa sijafahamu kabisa. Ndio maana alitoka kusikia zidi kumfahamu. Mara nyingi makanisa yetu yamejaa watu wanaosikia, lakini watu hawamfahamu Mungu. Kwani washiriki, ukimfahamu Mungu namna alivyo, namna yako ya kutenda itakuwa tofauti, namna yako ya kutoa itaenda tofauti, namna yako ya kumtumikia Mungu itakuwa tofauti. Kuna wengi wanamtumikia kwa sababu hawamjui, wanamsikia tu, wanasema namsikia. Tena namsikia kupitia nani? Kupitia mtu fulani, kupitia mchungaji, kupitia. Lakini kweli umemfahamu yule? Mbona makanisa yamejaa watu? Mbona makanisa ya Ukristo yamejaa watu? Mbona misikiti zimejaa watu? Je, umemjua, umemfahamu yule unaenda kumwabudu? Umemfahamu yule unaenda kumpigia dua? Siku tutakapomfahamu Mungu na ulimwengu ukimfahamu Mungu, hata magumu yanayotuandama leo tutajua namna tutayajadili. Wapendwa, swala msingi, je, umemfahamu au haujamfahamu? Kuwa na mpango wa kumfahamu Mungu, kwa sababu Ayubu alipokiri alifanya toba ya kweli. Amemfahamu na katoa toba. Aya 6, Ayubu alisema, nitatubu katika mavumbi na majivu. Hapana nitatubu nitakapopona. Hapana nitatubu nitakapokuwa na watoto wengine. Hapana nitatubu nitakapopata utajiri. Nitatubu katika mavumbi. Na wewe utatubu wakati gani? Mungu nibariki, utakaponibariki utakaponibariki nita. Yaani unakuwa kama mtu unayempelekea Mungu corruption. Unampatia rushwa Mungu. Mungu hakulake rushwa, hakulake ndazi. Mungu hakulake rushwa mpendwa. Unaomba maombi ya kama ndazi mbele ya mtoto. Unasema nitakupa chapati. Mungu, basi ukinibariki nitakupa chapati. Mpendwa mtazamaji, Mungu hakulake chapati. Mungu hakule sombe. Unapoomba, omba Mungu ajionyeshe kwako na kuomba toba. Toba haijalishi umefika kiwango gani. Weka toba hata katika majivu. Ayubu aliweka toba. Ni kwamba ni tangazo la pekee. Hakuna yoyote atakayekuwa na visababu mbele ya hukumu wa Bwana. Kama Ayubu aliomba toba katika kipindi cha majivu, na wewe katika kipindi chako omba toba. Unakuwa katika kilio cha pekee, omba toba. Unakuwa katika magumu yanayokusumbua, omba toba. Katika utajiri, weka toba mbele ya mambo yote. Mungu akubariki mpendwa. Fahamu kitabu cha Ayubu kinakufundisha toba. Haijalishi nafasi unayokuwa nayo. Unapojigundua wewe ni nani mbele za Mungu, utajua dhambi zako. Omba toba mbele za Bwana. Mungu akubariki. Na saidie mwelekeo wako kumfahamu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.